Unajua yai ukilichemsha likiiva linakuwa ni gumu, lakini ukimchemsha kuku akiiva anakuwa ni mlaini. Na vitu vinavyofanya kazi ni hivi vitatu: kuna moto, maji na chombo utakachoamua wewe kutumia kwa ajili ya kuchemsha. Ni mambo gani haya ya kifalsafa ndugu yangu, wakati mimi nimekuja tu kwa ajili ya ushauri ndugu yangu. Kwa taarifa yako sasa, unajua wewe ndugu yangu ni kijana ambaye kwenye maisha ni kama unajitafuta. Sasa mwambie mkeo Lulu kwamba muweze kuungana pamoja, muwe kitu kimoja, ili muweze kusaidiana kuweza kutafuta hayo maisha. Na kitu kingine ambacho unahitaji kufahamu ili umwelezee Lulu ni kwamba labda wakati mwingine alipokuwa nyumbani kwao alikuwa anapenda sana kumuita mama, lakini sasa anafaa aelewe akiwa kwako sasa yeye ndo mama. Sasa Oma, hebu nikwambie kitu kimoja. Huu ndo wakati mzuri sana wa kumhadithia mkeo kuhusu mazuri na changamoto za maisha, ili wakati atakumbana na changamoto asione kama ni jambo geni. Unajua sio kwamba Lulu hajui uzuri na changamoto za ndoa. Unajua mimi namuelewa Lulu, wakati mwingine ni kujizima data tu. Kwa hivyo wewe ulichukua hatua gani ya kukaa ndani pamoja na mkewe Lulu ili muweze kuzungumzia jambo? Mimi Lulu nimemwambia mara sio moja. Inaonekana yeye anabisha. Ndugu yangu, acha nikwambie kitu kimoja, na isionekane kwamba labda uko wetu una mbegu mbaya ya kuzungumza. Unajua kipengele cha ndoa huanzia mbali sana, hata kabla ya uchumba. Ndio maana ukiwa kwenye ndoa utaweza kugundua kwamba ndoa ni rahisi na ni ngumu. Sasa ndugu yangu, mbona unanichanganya? Mimi naomba leo kwa sasa nikuchanganye, kwenda ndio ikawa rahisi. Inawezaje kuwa ndoa ni rahisi tena ni ngumu wakati huu mmoja? Unajua ndugu yangu, wakati wewe ulikuwa teenager, inaonekana kwamba labda ulikuwa ukipata hela, bila shaka pesa hizo zinakuwa ni za kwako. Unaweza ukanunua kiatu kikali sana, au labda ukanunua nguo nzuri, na ukiamua kuvaa unavunja kabati kabisa. Lakini sasa hivi unaweza ukapata kazi na hela ambayo unayopata huenda isiwe ya kwako. Huenda ukaniuliza itakuwaje sio ya kwako wakati wewe ndio umelipwa, una hela? Labda nieleweke hivi. Unapokuwa na pesa, ukirudi nyumbani unakuta mahitaji yote yamekuangalia wewe. Unakuta mahitaji yote yanaangalia tu zile pesa ambazo unazo mfukoni. Kufikia hapo ndugu yangu, unaweza kuwa unasema hujanielewa.